Hapo zamani kidogo, miaka ya 2000, kuliwahi kutokea kisa kimoja cha ajabu, cha kusikitisha na kimekuwa funzo mpaka kwa siku hizi za karibuni. Mkoani Arusha kulikuwa na mama mmoja ajulikanaye kama Mama Kenneth. Huyu mama aliamua kuweka ukweli wa mambo aliyopitia na akaamua kuja na ushuhuda wa kisa cha kweli ambacho kimewahi kumtokea. Mama Kenneth alikuwa ni mama mwenye miaka 54. Alibahatika kupata mtoto mmoja tu ambaye si mwingine bali alikuwa ni Kenneth. Mama huyo alifunga ndoa na mumewe ajulikanaye kwa majina ya Lawrence Kibona, mkazi wa Arusha pia. Walifunga ndoa wakiwa na umri mdogo sana. Lawrence alikuwa na miaka 25 huku Mama Kenneth akiwa na umri wa miaka 16 tu. Lakini ndoa yao ilipitia mitihani mingi sana. Familia ya mwanaume walikuwa na uwezo sana wa kimaisha, lakini kwa upande wa mwanamke hali haikuwa shwari sana. Familia ya Lawrence haikukubaliana kabisa na swala la kijana wao kumuoa Mama Kenneth hata kidogo, kwa kuwa alikuwa akitokea katika familia ya kimasikini sana. Ila vijana hao wawili walikuwa wameshapendana, hivyo familia ya Lawrence hawakuwa na namna, iliwabidi waiache ndoa hiyo ipite. Japo ndoa hiyo haikuweza kupata amani hata kidogo, haswa kwa upande wa Mama Kenneth. Na kitu kibaya zaidi, baada ya kufunga ndoa hiyo, walikaa zaidi ya miaka 5, Mama Kenneth hakuweza kupata ujauzito. Kitu hicho kilipelekea mambo kuwa magumu zaidi kwa upande wa Mama Kenneth. Lakini Mama Kenneth alikuwa na rafiki yake aliyekuwa akiitwa Mama Irene. Ile hali haikuwa ikimpendeza Mama Irene kumwona shoga yake Mama Kenneth kila siku kuwa ni mtu wa mawazo tu. Pia hakuwa mwenye amani na maisha yake, japo walikuwa na kila kitu. Mama Kenneth na mumewe walikuwa wakiishi jumba la kifahari, walikuwa na magari mazuri sana, pamoja na biashara kadhaa zilizokuwa zimesimama vizuri. Mumewe alikuwa akisafiri sana, mara kwa mara alikuwa akienda nchini China kufuata biashara. Lakini mpaka siku moja Mama Irene aliamua kukaa chini na rafiki yake, kisha akamuuliza, hivi rafiki yangu, utaendelea kuishi maisha haya mpaka lini? Mmehangaika na mumeo sana mahospitali ili kuona kama mnaweza kupata mtoto bila ya mafanikio yoyote. Kisha akamwambia, kwa sisi watu wa huku, familia ya mume haitaweza kukutambua na kuwa na msaada wowote na wewe, kama ikitokea mumeo ametangulia mbele za haki na haujapata naye mtoto hata mmoja. Wakati Mama Kenneth akiendelea kumsikiliza, Mama Irene tena akamwambia, ila usijali shoga yangu, mimi kuna sehemu nitakupeleka na utafanikiwa. Mama Kenneth hakuwa na namna, ilimbidi tu akubaliane na ushauri wa rafiki yake, maana alikuwa ameshachoka pia. Wamehangaika sana lakini bila ya mafanikio wala msaada wowote. Siku iliyofuata mapema alfajiri, Mama Kenneth alimuaga mumewe kuwa anaenda katika kikundi cha wamama, hivyo wanaenda mapema na angewahi kurudi nyumbani. Mume wake alikubali na akamruhusu. Walienda kwa umbali mrefu kidogo, walikutana na mtaalamu Mzee Mashimba. Aliwapokea akawasikiliza shida yao. Kisha na yeye akasema, kufika kwenu hapa mmeshafanikiwa jambo lenu, ila kuna masharti. Tutakupa mtoto lakini hatakuwa wa kawaida. Nitamwita Shetani, ataniingia, kisha utafanya tendo la ndoa na mimi, alafu utashika ujauzito, lakini mtoto atakuwa ni wa pande mbili, duniani na kuzimu. Je, uko tayari?